occasions that happens in Christ's life. Bwana Yesu atukuzwe. When we are grateful to the Almighty God, we start noticing the small things in our life. A beautiful sunrise. Hallelujah. A good cup of tea. You know, the kachai that you take. Unajua wewe unataka kuambia Mungu kwa sababu ya nyumba kubwa. Kuna mtu anaambia Mungu nipe tu 20 bob. Nipate chai ya saa 8 before usiku ifike. Nipate mtu nitapiga geta hata nipe hata kama 200. Ni kweli ama ni uongo? 20 shillings. Lakini kwako hakuna siku haukuli. Haukunywi ile kachai kidogo unaweka strong tea. Be grateful to God because of that little that you have. When you are grateful to God for the little you have, He will entrust you for many things because you understand that huyu mtoto wangu ni wa shukrani hata vitu zikiwa vidogo vidogo. Bwana Yesu atukuzwe. When you wake up in the morning and you see the sunshine, you are supposed to remember to say, God, thank you because you have given me the eyes that can see the sunshine of the morning. Maana kuna watu hawana macho na hawezi kaona. Kuna watu hawana masikio hawezi kasikia. Haleluya. Unajua ni wakati mzuri wa kuambia Mungu ni asante hata wakati umetusiwa na mtu mbwa. Hata mwenda wazimu. Haleluya. Ukiambia Mungu ni watu wanamwambia thank you for abusing me. Kwa sababu najua Mungu amenipea masikio nimesikia. Kuna mtu angetusiwa na hangesikia. Bwana Yesu atukuzwe. Instead of bringing complaints to God because of your name, of your enemy or your neighbor, mwambiake asante kwa kunitusi. Maana niko na hiyo masikio yamesikia. Kuna mwingine angetusiwa na hangesikia chochote. The little things that happens to your life. The kachai or a kind of one from a friend. Be thankful that you have a friend who can tell you we are together in this. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ni ngumu. Lakini shukuru Mungu kwa sababu kuna rafiki kuna yeye hapo anaweza kuambia umekosa unga leo, najua kesho kuna Mungu wa kupeana unga. Uko na homa leo, shukuru Mungu kwa sababu my aunt or my uncle aidha wanaisiwa na cancer ama diabetes na wewe ni kahoma tu. I want from a friend. Unafaa wape Mungu ni asante. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Hallelujah. Amen. I have some few minutes remaining. Gratitude shifts our focus. Gratitude shifts our focus. Wakati umezoea kushukuru Mungu, your focus is now shifted not from trusting men but trusting God Himself. When you dwell on one thing forever, it becomes your lifestyle. It becomes your habit. It becomes part of you. When you are filled with complaints in your life, it becomes part of your life. Hallelujah. Umeika mahali unakwambia kwamba umezoea sana, wewe umezoea kuomba tu. Nipe. Imekuwa part of you. Ama Mungu anakuambia wewe tulikuwa na Jasper, by the way na Jasper alikuwa. Jasper, ukikaa na Jasper angekwambia thank you so much. Asante. God bless you. To small to the petties. Ni kweli. Jasper, yani Jasper ukimwambia asante. Sorry. Akismile. Why? Kwa sababu kuna focus. Anataka kuelekeza focus yake mahali fulani. And having a heart that is grateful and thankful, it shifts your focus.
you focus on great things. You focus on your God. You focus on your worship. You focus on the positivity. You are so optimistic. Hallelujah. Unakosa kuwa mtu wa manunguniko, mtu wa hasira ya haraka, mtu wa chuki, mtu wa kiburi. Angalia wale watu wana kiburi sana, hawajui kusema ni asante. Hallelujah. Wale watu ambao ni wakukasirika haraka hawajui kusema ni asante. Unaweza wakosea wakukasirikie sana, lakini unasahau kuna wakati umewasaidia wakati walikuwa na hitaji. Hallelujah. Yes, kuna watu wanakuwa na hasira ya haraka. They tend to forget. Kuna mahali nilipandishwa na Mungu na akaniweka mahali pa juu. So wakati na ni test kama mtu niko na imani kwake, kuna majaribio itakuja. Anakasikia Mungu anaondoka kwa ibada, anasema nilikosoa na mama, nilikosoa na baba, nilikosoa na pastor, nimetoka kasa nimekwenda. Mimi ni mtu wa dunia. Lakini wakati radi itamgonga. Hallelujah. That is when he go back to the other and say, Father, I've come to you because I know hope is the best. Mungu akusaidia asubuhi ya leo. Usipigwe na radi. Useme east or west, who is there? Is the best. Gratitude shifts your focus. I want to speak about for the remaining 3 minutes or 5 about the benefits that comes to our life spiritually when we are grateful to our God. Gratitude has some powerful spiritual benefits. Number 1, it strengthens our faith. When we are grateful to our God, we get to be strengthened in our faith. Kuna mambo kidogo utakuwa unaambia kila mtu, ninahitaji hii, naomba uniombee hii, nisaidie hapa na pale. Wakati umekuwa mtu wa kushukuru Mungu, imani yako inatiwa nguvu. And they are prayer that you can make even when you are all alone. Na unajua na unaambia Mungu ya kwamba hata kama imechukua muda, najua Mungu wangu atatenda. Bwana Yesu atukuzwe. Hallelujah. There are some better issues and things in our life. Na that times inatupeleka mpaka adike, mpaka zifanyike. Kwa sababu imani yetu iko chini. Lakini wakati umeambia Mungu ni asante, huwa ana strengthen your faith. Anakukumbusha. Remember the disciples. Yesu akiwaambia kwamba imani yenu mkiongeza, mnaweza pia huu mlima usonge, na ufanye nini? Na usonge. Hallelujah. Kuna tumilima katika maisha yetu tunahitaji kusongeshwa. But it is until when we shall give God all the thanks that now he will strengthen our faith that what is undone can be doable in our life. Na si Mungu akupe hiyo imani kubwa ya kusongesha milima katika maisha yako. Milima ya kifamilia, milima ya kibiashara, milima ya kiimani, milima ya kiwokovu. Kuna mambo unafanya na unasema na unaona kama haisongi. Kuna kitu ulianzisha unaona kama haiende mbele. Jikumbushe tu kwa Mungu ni asante. Na utapata labda when you give thanks to the Almighty God, there are some doors that will open automatically. Hallelujah. Kuna milango itafunguka wapendwa, tukijitoesha kwa Mungu ni asante. Hallelujah. Am I speaking to us all today? Giving thanks to Almighty God will open doors in your life. Number 2, gratitude increases joy and peace. And this, it shifts our focus from worries to thankfulness. When you give God thanks, your joy and your peace is increased. Ni sawa uko na vita katika maisha yako, lakini wakati unaambia Mungu ni asante, uko na neema nyingine unakuwa umebeba. Hata watu wanakuambia na unafanyaga nini ndio ukue jinsi ulivyo. Hallelujah. Yesterday we had prayers za kina mama pale. And I heard the ladies talking about the lady
the mom or the wife to the bishop Tunayo, she was sick. Kwangu sijui kugojeka kwake. But the faces these women carry wakiambia Mungu ni asante kwa sababu ya uponyaji wa huyo mama, ilikuwa inanionyesha ni kwamba huyo mama alikuwa mgonjwa sana. Hallelujah. And they could praise, worship, give thanks to God for the healing. Mpaka wewe hujui lakini naambia Mungu ni thank you for healing this mom. Hallelujah. Umeambukizwa maombezi kushukuru Mungu. Tuliambukizwa jana. Tunaambukizwa tu. Haujui alikuwa mgonjwa wapi. But she was so smiling. Alafu akasema kuna wakati napita kwa gate yetu pale headquarters. Askari ananiuliza hawa watoto wote ni wangu. Sijui kwa watoto wangapi mama. Kuna watoto wangapi? Wenye alikuwa anaitaja ni kama kuna more than 4 or 5 children. Na ile umri yako nayo. Anasema wananiulizaga, mama, na watoto ni wangu kweli? Akasema kuna one of the officers pale kwa gate alimuuliza, mama, ama bishop alizaa watoto hao wote before akuoe wakuja kumwelea? Mwanzo tukuzwe. Akawa anasema I thank God. Ni kwa sababu ya kupata watoto nikiwa mdogo. Kwa sababu saa hizi ninakaa maisha ya kumtukuza Mungu. Haleluya. Na sikuwa na marafiki za kuambukiza maombezi ya kushukuru Mungu wapendwa. Si kweli? Uambukizwa. Mimi niliambukizwa jana. Sijui alikuwa mgonjwa wapi. But the prayer these great women were praying. Ikawa ni ishara ya kwamba hakuna magonjwa Mungu hawezi kuponya. Haleluya. Na si kama uko pale uko mgonjwa Mungu akuponye mgonjwa ambao uko nao. Haleluya. Number 3. A grateful heart deepens relationships with our God and even people. When we are grateful to men and to God, it deepens our relationship with them. Appreciating others strengthens our bonds. When my evangelist Githeri hapa anaweza nipea Biblia leo, na nimwambia ni asanti, na niitumie miaka kadhaa akiona, na every time when I preach or I talk I can mention him in my talks. Alinipea Biblia akiwa mtu wa kwanza. Unaweza pata miaka nyingine 2 ama 3 kama hata nipea atazawadi mtoto wangu na Biblia nyingine. Si ni kweli? Na the bond itakuwa strong. Kwa sababu ameelewa ya kwamba Washia ni mtu wa kusema ni asante. Kwa hivyo sijapoteza. The same case with our God. When we say thank you to our Almighty Father, our bond with Him expands and it affirms. Hallelujah. Amen. Ndiposa shetani akaambiwa na Mungu, guza Ayubu kila mahali, mwili wake weka vidonda, lakini usiguze moyo wake, maana hapo ndani ndipo mimi huwa naishi. Hallelujah. Hapo ndani ndipo huwa mimi naishi. And it was evident the devil never touched the heart of Job. And that is why at the end of it all, he was paid double. Because our God strengthens our bond with Him when we are thankful to Him. And the last point, it encourages contentment. Helps us find satisfaction in what we have. When you give God thank you, you can be satisfied with what you have. Unajua kuna watu wako na wivu sana na wewe. Sio kwa sababu ya kukuchukia. Ni kwa sababu hawakuwa satisfied na kile Mungu amewapea. They are never satisfied. Yes, ako na kazi lakini anatamani yenye uko nayo. Hallelujah. Na hajui kuna gharama umelipa kuwa mahali uliko na kazi unayofanya. Bwana tukuzwe. Kuna wakati nilikuwa nasikiza brother Kenyo hapa akisema nilikuwa na order ya 500,000 ya kazi ambayo anafanyanga. Na nakaa pale nasema na si Mungu nipe kazi kama hicho.
Lakini nasahau kuna watu pale nyingine kuhubiri wanasemaga wewe ni pastor na wewe ni askari. Kama ningekuwa kama wewe, unaweza tukuzwe. Be satisfied, wapendwa. Na nikaambia Mungu nitakuwa satisfied because of where I am. And I will make a difference. Let people when they see me they can see a different officer. Hallelujah. Be satisfied. Because what is awaiting for you, it is beyond what you can imagine. Hallelujah. Amen. I have 1 minute. We can rise on our feet. A grateful heart is a worshiping heart. Come on, I want you to say that. A grateful heart. Now we say together, a grateful heart is a worshiping heart. Let us say that immediately now again. Tuseme pamoja. A grateful heart is a worshiping heart. You know we are more than 20 na nasikia kualiko. Let us say again. A grateful heart. A grateful heart is a worshiping heart. Is a worshiping heart. I want us to worship our God. You know, when we have a meaning of what we are doing. David was a young boy, and his brothers had gone to fight the Philistine called Goliath. But this boy approached with courage because he had knew what the Lord has meant for him earlier. Some bears alikuwa anaziua, the lions. So he knew what the Lord can do. Na wakati Daudi alimuua Mfilisti, he worshipped God like he meant it. Hallelujah. Kwa sababu kuna nyakati mingi ajabu kuni asante. Thank you for what you have done. Imagine becoming a king. Umemwagiwa mafuta lakini unaambiwa ngoja kidogo mpaka nikatae Sauli ndio utakuja kuwa mfalme. Anangojea kidogo kuni asante. Anasema nitaangalia milimani. Mahali sisi wangu naweza patikana ni kwa Mungu. And he was a king. What about you and me? A grateful heart is a worshiping heart. When we sing here, the songs that we sing here are not worship. Hallelujah. But they are part of our worship. Hallelujah. There are people who think that what we sing here is worship. I'm a worshiper. No. It is those songs that we sing are part of our worship. So when you are grateful to God, you can as well sing as part of worship. As we call the praise and worship ministry, take only 1 minute and tell God, Father, I'm thankful for who I am. Fuka tu macho yako na utamke tu na mdomo wako. Ambia Mungu ni asante kwa kile ninacho. Asante kwa sababu ya kile umenifanyia. Asante kwa sababu ya uhai. Asante kwa sababu ya uzima wa mwili. Asante kwa sababu ya kunipea hata hekima, hata neema kubwa. Asante kwa sababu ya kunihifadhi. Kuna wengine wamekufa, lakini mimi bado niko hai. Wengine walikufa kwa sababu ya mafuriko, lakini sio mimi na watu wetu wamekufa. Sisi tuko na uhai, tuko na utajiri, tunatabasamu mambo makubwa ambayo tumefanyiwa na Mungu. Tunasema asante Bwana kwa sababu tunapumua. Kuna wengine hospitalini Bwana wanauziwa hata oxygen, but for me and these people, Lord, we can breathe. We give you all thanksgiving. We appreciate you, Almighty God.